Mungu. Maisha yangu ni hadithi ya simulizi za Mungu. Maisha yangu ni ufunuo wa neno la Mungu. Kila itwapo leo nina mwelekeo mmoja tu, mbele na juu siku zote za maisha yangu. Amen. Hallelujah. Amen. Utatoka mahali hapa na furaha moyoni mwako. Utatoka mahali hapa na ujasiri ndani yako. Utatoka mahali hapa na imani iliyo imara zaidi. Utatoka mahali hapa na shauku kuhusiana na maisha yako. Maono mapya kuhusiana na kesho yako. Na kupitia wewe Mungu atatengenezea jina katika mji wako. Kupitia wewe utukufu wa Mungu utajulikana unapoishi na ulimwenguni kote. Sema amen. Hallelujah. Kwenye IPPC mtuzo Mungu mchungaji Chris alikuja na doctrine inaitwa the best in the world. Hallelujah. Amen. The best in the world. Mwambie yangu ni bora zaidi ulimwenguni. Mwambie mwingine tena wewe ni bora zaidi ulimwenguni. Yeye mwenyewe mimi ni bora zaidi ulimwenguni. Sema I am the best in the world. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Mara nyingi neno la Mungu linapofundishwa, neno la Mungu alijaja kwako kukuambia namna ulivyo sasa au ulivyo katika mwili. Mara nyingi au baadhi ya nyakati neno la Mungu linapofundishwa mtu anakuwa anaongea na mtu wako wa kale, lakini maandiko yanasema mtu wako wa kale amekufa pamoja na Kristo. Sema amen. Hallelujah. Kwa hiyo mara nyingi kwa sababu unakuta neno la Mungu likifundishwa tunaongea na mtu wa kale au linafundishwa kwa namna ya kuaddress mtu wa kale, mtu anatoka ibadani anasema yes, yani leo ameongea na mimi kabisa. Sikiliza, sijaja kukuambia hali yako ya mwilini ilivyo. Nimekuja kuinua picha ya Kristo kuhusiana na wewe. Nimekuja kuonyesha kioo cha neno la Mungu uone namna ambavyo Mungu anakuona. Sema amen. Hallelujah. Utatoka hapa kama mtawala. Utatoka hapo ukijua wewe ni nani. Hallelujah. Hautazuilika kwa sababu ya picha halisi utayoiona wewe ni nani katika Kristo. Na katika Kristo you are the best in the world. Wewe ni bora zaidi ulimwenguni. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. Oh la la. Amen. Wewe ni top class. Top class. Leba la katabaye. Hallelujah. Cream de la cream. Hallelujah. Popote utapoweka katika maisha kwa sababu wewe ni cream de la cream, wewe ni top, utapanda juu. Sema amen. Hallelujah. Mithali 27:19. The book of Proverbs, Mithali 27:19. Inasema kama uso ufananavyo na uso katika maji, kadhalika moyo wa mtu na mwenzake. Nitaisoma kwenye Kiingereza ili nitafsiri maana hapa Kiswahili haikupi picha nzuri. Inasema as in water face reflects face, so is the heart of man reflects the man. Anachosema ni kwamba kama ambavyo ukiangalia maji, taswira utayoiona kwenye maji ni taswira yako, si ndio? Hello? Maji ametumia kwenye andiko hili kama kioo, kama unavyojiangalia kwenye kioo. Anasema ukijiangalia kwenye kioo, taswira, picha utayoiona ni picha ya nini? Ya kwako, si ndio? Anasema kama ambavyo ukiangalia kioo, sura unayoiona ni sura ambayo iko mbele ya kioo. Anasema ndivyo ulivyo moyo wa mtu na mtu mwenyewe. Hello? Kwa hiyo kama ukiangalia kwenye kioo ukagundua hujachana nywele, haugombani na mtu wa kwenye kioo. Unajua ukichana nywele zako, taswira ya kwenye kioo itabadilika. Hello? Ukiangalia kwenye kioo unajiona taswira ya namna ulivyo. Anasema ndivyo ulivyo moyo wako au roho yako na wewe mwenyewe. Sema nasikia. Kwa sababu maisha yako ni picha ya moyo wako ulivyo. Maisha yako ni picha ya ufahamu wako ulivyo. Hallelujah. Ndio maana ni lazima neno la Mungu linapokuja kwako ni kuonyeshe picha halisi ya wewe ni nani. Kwa sababu neno la Mungu ni kioo. Na kazi yangu kama mwalimu ni kuinua kioo cha neno la Mungu mbele yako asubuhi ya leo. Hallelujah. Na ukajione namna ulivyo. Hello. Sema nasikia. Amen. Glory be to God. Kuna mtu mmoja alisema kwamba
Mtoto akizaliwa anafanana na wazazi wake. Akikua anafanana na maamuzi yake. Hello? Mtoto akizaliwa anafanana nini? Na wazazi. Akikua anafanana nini? Na maamuzi. Kwa mfano kuna ambao wana miili mikubwa zaidi kuliko wengine. Ni maamuzi walioamua wakawa vile, sivyo? Kuna wengine sio wakubwa, sio wanene sana. Kuna wengine wako hivi, kuna wengine wako vile. Kutokana na maamuzi ambayo wamefanya. Na maamuzi watu wanayofanya yanatokana kwa ukubwa na ubora wa taarifa walizonazo. Kwa sababu taarifa ulionayo inakuonyesha taswira ya picha ya mtu wa ndani na inajenga picha ya mtu wa ndani. Sema amen. Ukitoka mahali hapo utafanya maamuzi bora kuliko kawaida. Amen. Kwa sababu utaondoka mahali hapo ukijua kwamba I am the best in the world. Kwamba mimi ni bora zaidi duniani. Hello. Hallelujah. Media tusaidie kufungua kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2. Warumi 12 mstari wa 2. Hallelujah. Warumi 12:2. Kama kuna mtu anaweza kanisaidia kunigeuzia hii screen. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa kwenye hilo andiko nataka uandike kwenye notes zako point zifuatazo. Ya kwanza, fuatisha. Andika neno fuatisha. Point ya pili, andika ulimwengu huu au ulimwengu. Point ya tatu, kugeuzwa. Point ya 4, nia. Kwenye mabano unaweza kuweka ufahamu au mind. Nia. Ya kwanza fuatisha, ya pili dunia au ulimwengu, ya tatu geuzwa, ya 4 nia. Hello? Nitaziongelea hizi pointi haraka alafu tuongelee namna gani ambavyo zina athiri namna ambavyo unaenenda katika maisha haya. Amen. Ya kwanza, kufuatisha. Kufuatisha. Kufuatisha maana yake nini? Kufuatisha ni kwa mfano mpesi. Kuna siku nilikuwa naongea na watu nikisema kwamba wakati tukiwa wadogo nyumbani mama alikuwa anapika maandazi siku za sikukuu. Kama karibia Christmas, mama anaona msile mikate kama kawaida, anasema mzee mkao maandazi. Sasa ile maandazi wakati akiandaa tulikuwa tunaenda kumsaidia. Haleluya. Na sio kumsaidia kwa sababu ya wema wetu, kwa sababu ya mapenzi tuliokuwa nayo na maandazi. Sema amen. Kwa hiyo tuko pale jikoni, mama ameshasukuma unga wa maandazi. Kitu cha kushangaza, mama alikuwa anatupa jukumu la kukata maandazi. Nitakwambia kwa nini. Alikuwa anatupa glasi, anatuambia tukate maandazi. Sawa? Unakandamiza glasi kwenye ule unga, inatoka shape ya maandazi. Kwa nini alikuwa anaweza kutuambia tukate ile maandazi? Kwa sababu alitupa mfumo. Na ule mfumo ulikuwa ni glasi. Hata uweje ufanye maandazi yatalingana kwa sababu unayakata na ile glasi. Sio kama unanielewa? Hello? Yale maandazi yalifuata muundo wa ile glasi. Kwa hiyo anasema usifuatishe namna, maana usifuatishe muundo, usifuatishe pattern, usifuatishe umbo, usifuatishe mfumo wa dunia hii. Hii dunia ina mifumo, hii dunia ina miundo, hii dunia ina template. Hello? Hallelujah. Ilipokuwa nikianza kazi nikajifunza kitu fulani. Nafika wakati tunaanza report, unakuta wale wanakutangulia wanakupa kitu kinaitwa template for the report. Template ya report ni muundo wa report ambao anakuambia report yako itakuwa hivi. Anakupa report kama alifanya kipindi cha nyuma, anakuambia report itakuwa hivi. Kwa hiyo unafuata ule muundo, unajaza taarifa.
Ukipewa template utapata matokeo yale. Sema nasikia. Ukikata maandazi na glasi ukiwa na miaka 40, ukiwa na miaka 20, ukiwa na miaka 6, ukiwa na miaka 10, yatakuwa na shape ile kwa sababu maandazi yatapata muundo wa glasi. Sema nasikia. Dunia tunayoishi ina miundo yake, ina maumbo yake, ina mifumo yake, ina namna zake. Hello? Kuna mifumo ambayo imeshawekwa ambayo ni mifumo ya kushindwa. Kuna namna ambazo ukizifuata lazima matokeo yake yako guaranteed. Unajua kwamba nikifuata template hii ya ndoa, hii ndoa itavunjika baada ya mwaka. Kuna template ya ndoa ambazo zifanyikata. Kuna template ya kushindwa biashara. Kuna template ya kila aina. Sema nasikia. Kwa hiyo nimekuelewesha namna ya neno kufuatisha. Sawa? Kwa anasema tusifuatishe template ya dunia hii. Tusifuatishe namna ya dunia hii au namna ya ulimwengu huu. Neno ulimwengu ni neno aeon Kiunani. Aeon maana yake ni majira au nyakati. Majira au nyakati. Na ukiangalia zaidi neno aeon maana yake kwa kina ni fikra. Kama unaandika andika hii. Mawazo, mitizamo ya nyakati au majira fulani. Amen. Kwa hiyo anaposema msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, anachosema msifuatishe tena fikra, mitazamo, mawazo ya ulimwengu huu. Kwa sababu ulimwengu tunaoishi una fikra fulani, una mitazamo fulani, una mawazo fulani. Hello, una misimamo fulani. Anasema tusifuatishe misimamo ya dunia hii. Tusifuatishe fikra za ulimwengu huu. Tusifuatishe mawazo ya ulimwengu huu. Kwa sababu anajua ukifuatisha mawazo hayo, ukifuatisha mitazamo hiyo, ni kama ile glasi ya Mama Eric ambayo itahakikisha matokeo ya maisha yako yanafanana na wengine hata kama ulikuwa hujapanga. Hello? Amen. Kuna mifumo ya ulimwengu. Kuna misemo, kuna kipindi ambacho ulikuwa kuna msemo ambao unasema kwa mfano nimepigika. Ile ilikuwa ni fikra, nimepigika. Nilikuwa hata ukisema unajisikia ni kwamba unajua ni kama watu wanaweza kusema LOL, si ndio? Au ni POV, si nini maana? Kuna fikra ambazo zinapandwa. Hello? Pambana. Si ndio? Pambana. Hello? Vyuma vimekaza. Ile ilikuwa ni fikra. Vyuma ni nini? Ilikuwa ni fikra. Nasikiliza. Mapepo yanatenda kazi kwa ukuu kabisa kwa kutumia fikra. Yakiweza kukupandia hizo fikra kwanza kusema vyuma vimekaza, haitaki kuja kufunga chochote. Ameshaanza kazi. Ukaanza kuongea fikra za dunia. Kumbuka mfano wa glasi ya Mama Eric. Haijalishi nilikuwa hapo nakata mandazi labda kwa hasira au kwa nini, yatatokea vile vile. Kwa hiyo ukianza kuwa na fikra, mitazamo, misimamo, unaweza kaja kama mtazamo kaja ukasema mimi mwanaume si mtawala, huo ni msimamo sio? Hello? Na unaweza kaja kutazama kwamba mimi mwanamke si niendesha. Mwanamke si ni fikra za dunia. Haijatoka Biblia hizo. Maandiko yanasema mwanaume ukimpenda mke wako utajitoa kwa ajili. Unajua maana kujitoa? You are ready to die. Uko tayari kufa. Hello? Wewe kama uko hapo hujaoa na uko tayari kufa kwa ajili ya mtu, achana kabisa na Mungu. Amen. 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 Love is sacrifice. Una chakula sahani moja, anakula yeye. Ndio kusema mimi ni baba, haleluya. Unajua lazima kuwa na heshima. Unajua lazima kuwa na heshima kwenye nyumba. Mimi natafuta hizo love is sacrifice.
Kwa hiyo anasema tusifuatishe fikra, tusifuatishe namna ya dunia hii, tusifuatishe templates zao. Tukifuatia templates zao, maisha yetu yatafanana na wao. Anasema lakini tugeuzwe, tufanyiwe transformation. Kugeuzwa huko anaongelea kugeuzwa kuna kutokea ndani. Kufuatisha ni mabadiliko yanayotokea nje, kwamba kuna pressure nje inayokusukuma au kukandamiza kuwa kitu fulani. Hello? Lakini Mungu ametupa kitu ndani. Ndani yetu ametupa roho wa Mungu. Balekete bala haya. Ndani yetu ametupa neno lake. Bala subalekete. Kutokea ndani tunabadilika. Kama anavyobadilika kipepeo. Leo unatukuta tunatembea, kesho tunapaa glory. Hallelujah. Anasema tusifuatishe namna ya dunia hii. Namna ya dunia hii kuna namna wanaongea, kuna namna wanawaza. Yes. Usikubali fikra za dunia hii. Kuna fikra ya dunia hii inakwambia wewe ni mdogo huwezi kuwa na pesa kiasi. Ni fikra. Kuna fikra ya dunia hii inakwambia wewe ni dada huwezi kuendesha gari namna hiyo. Ni fikra. Kuna fikra ya dunia hii ambayo inakwambia vitu vya namna fulani. Hello. Hallelujah. Amen. Inakufanya ujiwaze namna fulani. Inakufanya ujione namna fulani. Na sikiliza, maisha yako ulionayo ni mipaka ambayo ufahamu wako imeruhusu. Siku ambapo ufahamu wako unaongeza mipaka, maisha yako yanaongezeka ukuu, yanaongezeka uzuri, yanaongezeka utukufu. Na asubuhi ya leo niko hapa kwa ajili ya kunyosha kioo cha neno la Mungu kwa ajili yako. Ili mipaka kwenye akili yako iondoke. Ujue neno moja kwamba I am the best in the world. Yesu akona kwa kusema I am the best in the world. Sio mimi ni bora zaidi duniani. Hallelujah. Wiki watashangaa status yako ni I am the best in the world. I am the best in the world. Zile status zinaweka machozi kwenye status. No way. No way. Au kisura cha majonzi. No. I am the best in the world. Woo! Glory. Amen. Mimi ni bora zaidi duniani. Kwa hiyo anatuambia tusifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii kuna namna inaongea isipokuwa na hela mfukoni. Dunia hii kuna namna inaongea ikiwa haijaolewa. Dunia hii kuna namna ambayo inaongea sema sio mimi. Sema mimi ni bora zaidi duniani. Hallelujah. Kwa kuwa nimeshakuonyesha kwa kifupi kwamba hatupasi kufuata namna ya dunia hii. Hallelujah. Nataka nikuonyeshe kitu. Fungua wa Korinto wa 2:5-17. Alafu tuanze somo letu la leo kwa sababu namna unavyoona inatawala maisha yako. Hallelujah. Namna unavyoona inafanya nini? Inasema kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Anakupa maagizo, anakuambia tazama. Tazama. Yote yamekuwa mapya. Tazama, yote yamekuwa mapya. Ndio maana nikiongea na wewe siongei kama naongea na mtu wa kale. Siongei na mtu wako wa mwilini. Siongei na tabia zako za zamani. Naongea na kiumbe kipya. Kiumbe kipya ambayo ya kale yamepita. Kiumbe kipya ambaye aibu sio sehemu ya maisha yake. Kiumbe kipya ambaye unyonge sio sehemu ya hadithi yake. Naongea na wewe ambaye ni tajiri. Oh, naongea na wewe ambaye unajitambua. Naongea na wewe ambaye ni nuru ya ulimwengu. Naongea na wewe ambaye ni utukufu wa Kristo. Hallelujah. Anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukienda mstari wa 18 anasema haya yote yanatokana na Mungu. Haya mapya yote yanatokana na nani? Na Mungu. Ndio maana hauna laana ya ukoo. Ndio maana hauna tabia za bibi yako. Ndio maana ufanani na shangazi yako. Ndio maana ufanani na babako mkubwa. Hallelujah. Kila mwambie huyu mtoto babu yake mtupu ya reko kataba rakati. Hallelujah. Yes. Wewe sio babu yako mtupu. Hallelujah. Hapo wengine wanakuta hata ni mtoto wa kike wanasema huyu ni babu yake mtupu. Na mtoto wa kike. Sasa mimi ni utukufu wa Mungu. Sasa mimi ni utukufu wa Mungu. Nataka nikupe fikra 5 ili uondoke mahali hapo ukijamini kwamba wewe ni bora zaidi duniani. Fikra ngapi? 5. Ya kwanza, maandiko yanasema sisi tumefanywa kuwa kichwa na wala sio mkia. Kichwa na wala sio mkia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28:13. Kumbukumbu la Torati 28:13. Hallelujah. Unajua kwa nini Wayahudi wanafanya mambo makubwa sana duniani? Waisraeli kwa sababu kuna baadhi ya hizi kweli wanazielewa.
Unajua kuna mtu ambaye anamwambia mimi ni bora zaidi kuliko mimi, anasema hapana mtumishi. Sasa mimi ni bora kuliko wote duniani. Sasa mimi ni bora zaidi duniani. Sasa the best in the world. Hallelujah. Anasema Bwana atakufanya kichwa wala si mkia. Kama utazingatia maagizo ya Bwana Mungu wako ninayokupa siku ya leo na kuyafuata kwa bidii. Ondoa hiyo sehemu kwa sababu sisi tunahitaji. Sema amen. Nitakwambia kwa nini sisi hatujawa tulivyo kwa performance. Sisi tumekuwa tulivyo kwa identity. Narudia. Sisi tuko tulivyo sio kwa sababu ya juhudi yetu, ni kwa sababu ya sisi ni nani. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nina mtoto, nina watoto. Mwanangu asipofanya homework ni mwanangu. Hello? Sio kama sio kufanya homework anakuwa mwanangu zaidi, sasa wewe ni mwanangu leo. No, ni my son. Akipata 100 darasani ni nani? Akipata 0 ni nani? Hallelujah. Kwa bahati mbaya wanangu wapataji 0. Glory! Yes, say I hear you. Anasema wala si mkia kama ile sheria ndio. Anasema daima utakuwa juu, kamwe hutakuwa chini. Anasema daima utakuwa juu. Kuna mkono anasema daima niko juu. Sema daima niko juu. Siku zote za maisha yangu. Daima niko juu. Siku zote za maisha yangu. Unajua kuna watu wengine ambao huwa wanawaza kwamba yani hata wakifanikiwa wanakuwa na wasiwasi ndani. Sasa yani mimi najua chochote kinaweza kutokea. Hamna chochote kinachotokea. Kinachotokea ni kwamba utazidi kwenda juu. Kinachotokea ni utazidi kwenda juu. Kuna watu wanaona ambao wamekuwa wakiumwa kila wakati, akipita mwezi wa Juma anasema yani mimi kila mwezi na mwezi. Nakwambia hapa mnavyoona yani siku si nyingi. Siku si nyingi. Unaona sema daima niko juu. Kamwe sitakuwa chini. Wazo la pili. Ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme. Hivi unajua maana taifa teule? Chosen, taifa teule. Taifa lililochaguliwa. Hallelujah. Amen. Wengine mlioga kama mmevaa magauni au mmevaa suti au mmevaa kiatu. Ulipoenda dukani uliangalia duka lote. Alafu ukasema hello. Iya. Ulichagua, si ndio? Ndio uliona ni nzuri kwako kuliko vyote. Hello. Hallelujah. Na kwenye maisha utachagua vitu sio kutokana na mfuko wako. Amen. Sasa mfuko wako hautaongezeka, hautapimika. Sema amen. Hallelujah. Ukienda kununua vitu hautaangalia price tag. Hallelujah. Sema amen. Sababu natabiri juu ya maisha yako. Natabiri juu ya maisha yako. Hallelujah. Sema I am the best in the world. Mimi ni bora zaidi duniani. Na ninastahili vilivyo bora duniani. Waraka kwanza Petro mlango 2:9. Tusome waraka tukimbie kwenye wazo la 3. Hallelujah. Waraka kwanza Petro 2:9. Tasoma. Anasema bali ninyi ni mzao teule, ukuhani wa kifalme. Maana wewe ni familia ya kifalme. Amen. Wewe ni familia ya kifalme. Bibi yangu wewe sio kwa mtu. Ni familia ya kifalme. Hallelujah. Amen. Kwa ndivyo ninavyowaza. Ndivyo ninavyoongea. Ndivyo ninavyotenda. Ndivyo ninavyoishi. Kwa ni familia ya kifalme. Hallelujah. Ukiongea ulimwengu unasikia. Ukiongea hali zinasikia. Ukiongea pesa inasikia. Hallelujah. Unajua Mungu aliongea kuhusiana na Yesu akasema, huyu ni mwanangu mpenzi nipendezaye naye. Msikilizeni. Yesu leo yuko ndani yako wewe. Amen. Akimwangalia Hosea anasema huyu ni mwanangu mpenzi nipendezaye naye. Na unajua Yesu alikuwa alifanya muujiza wowote wakati alikuwa na madeni. Hakukuwa na performance yoyote. Hello. Najua pengine jirani yako amechelewa kanisani, geukie mwambie wewe ni mwana wa Mungu mpenzi.
anapendezwa na wewe. Kuna maagizo nasikia kwamba ulimwengu kusikiliza. Kuna maagizo kwamba ulimwengu fanya nini? Haleluya. Anasema taifa takatifu. Sema mimi ni mtakatifu wa Mungu. Sema tena mimi ni mtakatifu wa Mungu. Sina muda wa kuongelea hiyo. Sema mlioitwa kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen. Anasema wito wetu ni kutangaza nini? Sifa zake. Hello. Wow. Ambe jirani yangu, mimi ni tangazo la sifa za Bwana. Mimi ni tangazo la utukufu wa Bwana. Na mara nyingi huwa nikiwaambia Mungu anakwenda kuwakumbusha. Wangapi mnatambua kwamba mara nyingi tangazo ni zuri kuliko halisia? Hello. Ushaikuona tangazo zuri online, ukawapigia simu, ukawatumia ukamwambia nataka hii, ukamwambia unapata. Wengine wakamwambia itakuwa hivi hivi. Kwa sababu hii tangazo ni zuri mno. Nataka nijue kama nitakuwa hivi hivi, si ndio? Kwa hiyo Mungu akuulizwa utukufu wako uko wapi? Anachukua Deusdedit anamwambia huko. Watu wanamwangalia Deusdedit wanasema nitakuwa hivyo. Oh, hallelujah. Because sema mimi ni tangazo la wema wa Mungu. Mimi ni tangazo la uzuri wake. Hallelujah. You are the best in the world. Sema mimi ni bora zaidi duniani. Ni nani mfanya biashara hapa kwenye tangazo la biashara yake anachagua vile vitu ambavyo ni vibaya na ndio tangazo. Mtu anafanya hivyo. Mungu akitaka anakutangaza neema yake, wewe ndio uko Amen. Sema mimi ni tangazo la uzuri wake. Wazo la 4. Ninyi ni kazi ya mikono yake. Hilo ni la ngapi? La 3, si ndio? Ninyi ni kazi ya mikono yake. Sema mimi ni kazi ya mikono yake. Ngoja nikueleweshe ili unielewe. Fungua Efeso 2:10 wakati tunaenda hapo. Hii sio kazi ya mikono. Simu ulionayo mkononi sio kazi ya mikono. Zimetengenezwa na mashine. Kwa maana zinaweza zikatoka milioni 1 za kufanana. Hello? Lakini kitu kilichotengenezwa na mikono hauwezi ukakirudia. Hauwezi yani ndio hicho, hata kama ni wewe unatengeneza haviwezi kufanana. Kwa sababu ndio maana wanaambia hichi kitu ni handmade, kimetengenezwa na mikono. Asemi sisi ni kazi ya kiwanda chake. Anasema sisi ni kazi ya mikono yake. Ngoja nikuonyeshe. Kwenye Efeso 2:10 anasema maana tu kazi ya mikono yake. Maana sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Sasa nataka nikueleweshe anapoongelea kazi ya mikono ya Mungu. Nilishawaambia hichi kitu. Anaposema kazi ya mikono ya Mungu, maana yake ni poema. Anasema wewe ni kazi ya mikono ya Mungu, neno poema Kiyunani. Ndio maana tukana la neno la Kizungu la Kiingereza poem. Anasema wewe ni kazi ya sanaa ya Mungu. Haleluya. Unajua wengine mnaenda kujiangalia kwenye kioo ukasema na sikio kubwa, kazi ya sanaa ya Mungu. Glory to God. Haleluya. Niliwaambia ambao wana wasiwasi na mwili wao wasio na wasiwasi na mwili wao, kwa sababu ni kazi ya nini? Ya sanaa. Haujawahi kwenda kwenye wewe pengine haujawahi kwenda pengine, lakini kama umeshakwenda kwenye sehemu wanaonyesha picha za sanaa au vinyago vya sanaa, ukiviangalia vingine hata vieleo unaona shilingi milioni 40, shilingi milioni 60, shilingi unasema pengine ukiangalia ukielewi, lakini ukimuuliza ambaye amechora au amechonga anaweza kukuelezea hadithi kutokana na ile picha. Maisha yako ni hadithi ya Mungu. Ndio maana unaona mara nyingi kija nakwambia Mungu anasema maisha yako ni hadithi ya Mungu. Haleluya. Pengine mtu akuangalia elewi, lakini Mungu kama fundi stadi akikaa na wewe anaweza akaelezea hadithi na maisha yako. Sema mimi ni masterpiece ya Mungu. Wewe ni kazi
kazi ya mikono stadi ya Mungu. Haleluya. Niliambia siku moja, kama una pua kubwa ina maana pua yako inanusa fursa. Sema amina. Kama una masikio makubwa yanasikia habari njema kila mahali na anajua fursa zilipo everywhere. Woo! Kama una mdomo mkubwa, wewe the mouthpiece of God. Glory to God. Usijali usema zina kichwa kikubwa. Nani kasema? Wewe ni kazi ya sana. Mungu anataka vingine hivyo vidogo, vingine vikubwa, vingine hiyo. Mungu akikuangalia anasema wow. Wow. Ngoja nikwambie, ukianza kujiangalia hivyo haijalishi unaonekanaje, watu wataanza kukuangalia na wakasema wow. Mara nyingi watu wanatuona namna tunavyojiona. Sikiliza, vaa unavyovaa, tembea kwa ujasiri, ongea usikike. Know who you are. I'm the best in the world. Hallelujah. Amen. Sema Kristo ndani yangu, tumaini la utukufu. Baraka tabaye. Usiokakaa kusema natamani ningekuwa mrefu kama kaka Eric. No, Mungu anataka watoto warefu, hata wengine warefu, wengine wafupi, wengine wanene, wengine wembamba. Kazi stadi ya mikono ya Mungu. Say I'm the best. Hallelujah. Wow. Namba 4. Sisi ni jiji juu ya mlima. Sisi ni jiji juu ya nini? Juu ya mlima. Unajua watu wengine ambao hatukuzaliwa Dar es Salaam, tulikuwa tukifikiria Dar es Salaam kwa shauku. Tulikuwa tukikaa na wenzetu waliokuja Dar es Salaam wanatuhadisia kuhusiana na wami. Tunasema unakuta mtu ametoka Moshi anaongea Kichaga, lakini akitoka kutoka Dar, kutoka Dar es Salaam. Unasema mtaenda Dar. Nakumbuka mara ya kwanza naenda Dar. Ndio mambo mkubwa Tabata. Niliamka saa 9 alfajiri. Sikuhitaji kuamshwa. Saa 10 nilikuwa nimeshavaa mwenyewe nimekaa. Nilikuwa na speed kwa sababu nilikuwa naenda jijini Dar es Salaam. Glory. Watu wakikuwaza wewe wanakuwaza zaidi ya Dar es Salaam. Wewe ni jiji juu ya mlima. Hauwezi kufichika. Watu wakiangalia wanaona uzuri wa Mungu. Haleluya. Taa zikiangaza kila mahali. Ukiwa na glory to God. Sema mimi ni jiji juu ya mlima. Uzuri wa Mungu unaonekana kwako. Nuru ya Mungu inaonekana kwako. Heshima ya Mungu inaonekana kwako. Rasilimali zinakuja kwako. Watu wanakimbilia kuja kwako. Watu wanakusikia kwa shauku. Hallelujah. Haijalishi nini unafanya, wewe ni jiji juu ya mlima. Unauza maandazi, wewe ni jiji juu ya mlima. Watu watatoka kunapotokeka watakuja kukutafuta wewe. Haijalishi wewe ni consultant, utashauri makampuni, utashauri mataifa, utaongea na wafalme na wao watakusikia. Kama nabii Isaya alisema utaitwa yeye atafutwaye. Be called the one who sought. Utaitwa yeye atafutwaye. Hallelujah. Na utatafuta na watu wa nyumba yako pekee. Utatafuta na ulimwengu mzima. Kama ilivyosema kuhusiana na Yesu, watu wote wanakutafuta. Glory to God. Tena kusema kwa muda wangu Mathayo 5:14 mpaka 16. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Wewe ni jiji juu ya mlima na uweze kufichika. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaweza kwamba unapenda kujionyesha au upendi kujionyesha, wewe ni jiji juu ya mlima. Amen. Hallelujah. Point ya mwisho. Mmebarikiwa zaidi ya watu wote. Nataka kuondoka pale utembea kwa ujasiri ujue I am the best in the world. Mimi ni bora zaidi duniani. Sikiliza, siongei kuhusiana na pesa mfukoni kwako. Siongei kuhusiana na hali nyumbani kwako. Naongea kuhusiana na kweli ya neno la Mungu kuhusiana na wewe. Na hiyo kweli nasema ni bora zaidi duniani. Point ya mwisho ni kwamba mmebarikiwa zaidi ya watu wote. Kumbukumbu la Torati 7:6. Mmebarikiwa zaidi ya watu wote. Kumbukumbu 7:6. Wow. Nitasoma kwa haraka. Anasema Bwana, bado hajafika. Bwana Mungu wako amekuchagua. Sema nimechaguliwa. Nimechaguliwa. Bwana Mungu wako amekuchagua. Amen. Point ya mwisho nimalizie. Bwana Mungu wako amekuchagua, si ndio? Yes. Uwe hazina yake ya kipekee kuliko mataifa yote ya duniani. Amen. Anataka uwe hazina yake ya pekee kuliko mataifa yote ya duniani. Amen. Hallelujah. Amen. Uwe mataifa mangapi? Yote. Wow. Ukisoma mlango 26 mstari wa 18, mstari wa 19, mstari wa 26 mpaka 19. Anasema akufanye kuwa juu ya mataifa yote kwa sifa, jina na heshima. Wow. Akufanye juu ya mataifa yote kwa vitu vitatu. Kwa sifa,
jina na heshima. Brand yako ni juu ya mataifa yote. Wewe ni juu ya mataifa yote. Amen. Kwa jina, kwa sifa, kwa heshima. Haleluya. Sema maisha yangu yamejaa sifa. Maisha yangu yamejaa heshima. Maisha yangu